Miujiza ya Nabii Elisha. Na leo tutaendelea kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 8. Hapa naomba tusikilizane kwa umakini zaidi, kwa sababu kuna siri kubwa ambayo utajifunza hapa. Mstari wa 8 unasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Mstari wa 9 unasema, yule mtu wa Mungu, yani anamzungumzia Elisha, akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mstari wa 10 unasema, tuwe makini wapendwa. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja, si mara mbili, akaokoka huyo mfalme. Mstari wa 11 unasema, basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika kwa ajili ya jambo hili. Yani moyo wake ulifadhaika sana huyo mfalme wa Shamu. Anasema, akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wa watumishi wake akasema, la bwana, la bwana wangu. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Nafikiri utakuwa umenisikiliza vizuri ili andiko. Yaani Elisha katika ulimwengu wa roho alikuwa na uwezo wa kufika kwenye nyumba ya adui yao mfalme wa Shamu, akasikia kila kitu ambacho mfalme wa Shamu anapanga kwenye godoro lake akiwa peke yake. Akajua siri na kumwambia mfalme usipite njia fulani. Manake mfalme wa Shamu alijitahidi sana kuzuia siri zake zisivuje, na ni kweli zilikuwa zivuji, lakini ile nguvu ya kuona ya nabii Elisha ilimpeleka mpaka kwenye chumba, mpaka kwenye vyumba vyao vya siri, akajua siri zote za kifalme. Na baada ya mfalme wa Shamu kujua kwamba kumbe Elisha ndo anaye wa snitch, alichofanya akalituma jeshi zima kwamba sasa niendeni kapelelezeni Elisha yuko wapi. Akifika hapo kwa Elisha kwenye hiyo nyumba yake, malizeni. Kwa wakaenda wakaizunguka ile nyumba ya Elisha. Ni kweli walifika the right side ya Elisha. Na Gehazi alipotoka nje akaona umati ni mkubwa mno, akamwambia Elisha, naona umati ni mkubwa sana. Elisha akamwambia, usiogope, walio upande wetu ni wengi kuliko wao. Mungu, naomba ukijana mfunulie macho. Kweli akafunuliwa macho, akaona kundi la malaika. Lakini Elisha akamwambia Mungu, akamwambia, Baba, naomba hao watu wapige upofu. Yaani watu wakapigwa upofu. Alafu Elisha mwenyewe akawaambia, jamani, mtu mnayemtafuta anaitwa Elisha, naomba niwaelekeze nyinyi ni wapi alipo, niwaongoze. Kwa watu wakaswagwa kama kondoo, wakafika katikati ya mji. Ulivyoona Elisha alivyo mbabe, katikati ya mji, maadui yani wamejileta wenyewe kwenye mdomo wa simba. Alafu akaitwa mfalme na wanajeshi kibao, wakaja pale. Kufika wale akawaambia Mungu, naomba hawa wafunulie tena macho waone. Wakaona wako katikati ya mji, wakasema hapa sasa tumekwisha. Mfalme wa Israeli akamwambia Elisha, ni wafanye nini hawa? Akasema, huwezi kuwaua, maana wamekuja kwako, ni kama wageni wamekuja kutembelea. Elisha akamwambia, wape chakula. Yaani maji ni wewe ulikuwa unaenda kuua, unapewa chakula na maji. Alafu kishibo naambiwa rudi. Kwa walivyoshiba wakaambiwa rudi. Baada hapo Biblia inasema toka hapo mfalme wa Shamu hakuwahi kabisa kuisumbua Israeli. Tunajifunza nini? Macho
ya kuona siri za adui yako, na usikimbie, usipaparike. Afu adui apigwi bro. Elisha analisha adui. Wewe ungeweza? Yani ameletwa kwa ajili ya kuua. Elisha anamlisha. Ndugu zangu, tunapaswa kujifunza jambo. God bless you. Hii ni sehemu ya pili ya miujiza ya Elisha. Tutaendelea wakati mwingine sehemu ya tatu ya miujiza ya Elisha, maana Elisha alifanya mambo mengi. God bless you man.